Abraham anachukua hatua ya kutii. Sasa sio kitu rahisi, lakini anachukua hatua ya kutii, anatoka anaenda. Utaona ameondoka. Alivyofika Kanani, Mungu anajidhihirisha kwake. Kwa kitendo cha kutii, anafika Kanani, Mungu anajidhihirisha. Mungu anakuja sasa kuprovide, nitawapa. Na neno la Mungu sio mwanadamu aseme uongo, na neno lake alimrudii bure. Akisema amesema. Kilichomfanya Mungu kusema kile ni hatua ambayo ya utii katika neno la Mungu, kwa sababu provision yoyote, supply yoyote inakuja pale ambapo utakubali kutii maelekezo ya Mungu, kutii kile alichokisema, kukaa kwenye ile njia. Provision inakuja pale ambapo utaamua kutii. Roho Mtakatifu akasema na wewe kwa habari ya kitu fulani, alafu ukashindwa kuanza. Na hii imekuwa pia ni changamoto kwa watu wengi, kwa sababu Roho Mtakatifu anapoweka kitu ndani yako, usipoanza kukifanyia kazi, yani usipoanza kuchukua hatua, utakaa uone provision. Na ndio maana unaweza ukapata ndoto ya kitu. Usipoanza kuchukua kuomba, usipoanza kuchukua hatua ya kuanza kutafuta, kujua, usipochukua hatua ya kuanza kufanya kazi kidogo kidogo, utakaa uone provision, kwa sababu Mungu ana manifest pale ambapo wewe umeanza kutii kile anachosema, kwamba Mungu wangu atawajazeni kila mnachohitaji kwa kadri ya utajiri wake katika Kristo Yesu. Ukiangalia hilo andiko, waraka unaandikwa kwa Wafilipi, ni kwa sababu kanisa la Filipi lilijitoa, lilikubali kutii, kuhakikisha kwamba huduma ambayo ilikuwa inaenda kufanyika, injili ilikuwa inaenda kufanyika, inawafikia watu. Sasa Paulo mtumishi wa Mungu anatamka baraka, anatamka provision, anasema na Mungu wangu awajaze kila mnachohitaji kwa kadri ya utajiri wake katika Kristo Yesu. Chukua hatua, kila ambacho amekiweka sasa hivi, lile wazo ambao umeliweka, yani usipoteze muda, anza kufanyia kazi, anza kuliweka chini, anza kuliombea, anza kufanya kidogo kidogo, kwa sababu kwa hatua utakayoanza kuchukua kuifanyia kazi kidogo, hatua moja, hatua nyingine, utaona Mungu anajidhihirisha. Kile ambacho Mungu ametaka kufanya, Mungu anainua watu, kwa sababu yeye yuko responsible na provision. Yeye anahusika na kuhakikisha kwamba hicho ambacho amekiweka kwako, kwa sababu umechukua hatua ya kutii, kina manifest, kinatokea. Hilo neno aliloliweka litachipuka, litakuwa, litazaa matunda, litadhihirika. Huu ni wakati wa wewe kuanza kutii kile ambacho Mungu amekwambia. Usiangalie watu. Kuna watu wengi wanashindwa kufanya mambo ambayo Mungu ameweka. Kuna biashara unashindwa kuifanya kwa sababu unaangalia watu kwa sababu walifeli. Inaweza kuwa nchi ni location, ni sehemu. Inaweza kuwa wewe kinachokukwamisha ni hapo ulipo walishashindwa. Inaweza kuwa kinachokukwamisha tu kwa sababu kuna watu wa eneo walile pale wanajua wewe fulani tulikuwa naye hapa na alishashindwa. Na wewe ukiangalia habari ya eneo unashindwa kuanza. Jambo jipya unashindwa kuchipuza. Lakini inaweza kuwa ni watu wa nyumbani kwako. Abraham aliambiwa watu wa nyumbani kwako. Inaweza kuwa ni jamaa zako. Abraham aliambiwa toka kwa jamaa zako. Anza kutii. Anza kufanya kile Mungu alichokisema. Kama ni kuhubiri, anza kwenda mtaani. Hubiri. Shuhudia watu wamrudie Mungu, wamrudie Kristo. Mungu alichokisema, kila alichokisema, nenda. Kama mmesema saidia watu, nenda. Ni wakati sasa, usisubiri hela ziwe nyingi. Kile ulichokuwa nacho, kwa sababu provision itaanza kwenye kile kidogo ulichokuwa nacho. Ukienda kudhihirisha upendo wa Kristo, kile unachoanza nacho hicho, utaona Mungu anainua watu, kwa sababu ameona umechukua hatua ya kutii. Sasa wewe ukianza kumsubiri, mbingu zinakusubiri. Kwa hiyo kuna wakati unasema wewe tunamsubiri Mungu ashushe uwepo muujiza, na mbingu zinakusubiri wewe uanze kuchukua hatua uende ili upate provision. Ni wakati wa kuchukua hatua kile Mungu ambacho amekisema. Usisubiri muda. Majira ni haya. Wewe ambao unanisikiliza sasa hivi, hakuna majira mengine. Sauti hii inakuja kwako ili uanze kuchukua hatua ya kutii, ili Mungu aweze kujimanifest, ili Mungu aweze kusupply, ili Mungu aweze kuprovide.